Leo tutaendelea kwenye kipengele kingine cha function, sehemu nyingine ya function. Leo tutaangalia namna gani ambayo tunaweza tukapitisha thamani kupitia kwenye nini, kwenye function. Kuna njia kubwa mbili ambazo tunakuwa tunazitumia katika kupitisha thamani katika function, ambayo ni tuna pass by value na kuna pass by pointer. Leo tutaziangalia na namna utofauti wa hizi thamani ambazo za kupitisha ni kupitisha value na vuni unavyokuwa. Kwa tutaanza kwa kuweka file yetu ambayo tuna include header file yetu ambayo ni iStream. Then tutakuwa tunatumia using namespace std. Kwa tusema line tunaweza tukaiweka au tusiweke, kama tulikuwa tumeshaizungumza. Kwa tutakuwa tunaitumia, lakini tutakuwa tuna function yetu ambayo ndo int main. Kwa hiyo tena hapa mwisho wa siku tutakuwa tuna return 0 ambayo ndo end of the program. Sasa tunasema tutakuwa tuna function ya kwanza ambayo tutaitengeneza. Hii function itakuwa inapokea namba, lakini ikipokea namba then itakuwa ina return hiyo namba. Kwa hiyo itakuwa inapokea the number fulani then itakuwa inarudisha hiyo namba. Kwa hiyo tutasema kwamba labda hapa tutakuwa tunakuwa na void, sababu itakuwa ina display tu ya namba, then tutakuwa tunapokea value ambayo ni nini. Kwa hiyo tutakuwa tuna pass by value. Kwa pass by value hapa ndani yetu tutakuwa tunapokea nini, integers, ambayo tutasema let's say int x, ambayo ndo namba ambayo tutakuwa tunaipokea, ambayo ndo integers. Then humu ndani tutakuwa tuna cout hii value ambayo tunaipokea hapa, ambayo ndo x yetu. Kwa hiyo tutakuwa tuna display hiyo nini, hiyo x ambayo ndo cout x. Kwa tukija kwenye main function ambayo tunaandika vitu taarifa zetu zote huku, tutasema int let's say y ni sawa na ngapi, na 90. Kwa hiyo tukipitisha sasa hii thamani ya y kwenye hii namba yetu ambayo ni function yetu, tutasema namba yetu itakuwa ni sana nani, kwenye humu ndani ya mabano namba ya y itakuwa tunaipitisha ni y ambayo ndo integer ambayo tutakuwa tunaipass. Kwa hiyo tukirani program yetu tunategemea kuiona hiyo ngapi, hiyo 90. Kwa hiyo tukirani tukasave, let's say save function .c++. Kwa tukirani tunategemea tuione hiyo 90 thamani yake, ambayo ndio hii hapa. Kwa thamani ambayo tunakuwa kuiona hapa ni ngapi, ni 90 ile pale. Sasa tukichange kwa mfano hii x tukasema let's say x inakuwa plus equals to 10. Hii ni sawa sawa na mtu aseme kwamba thamani ya x ambayo ni mpya itakuwa ni sana thamani ya x ambayo let's say ile ya zamani tunajumlisha na ngapi, na 10. Kwa hiyo sentence hapa na hii sentence ya huko haina tofauti. Kwa unaweza kuandika namna hii au kuandika namna hii. Kwa hiyo tukidisplay x moja kwa moja, hii thamani ambayo ni 90 itakuwa inaongezwa, integer zetu ambayo ni 90 itakuwa inaongezwa kwa 10, ambayo tunategemea kuiona ngapi, 100. Tegemea kuiona 100. Kwa hiyo tukirani hapa unaona kabisa thamani inakuwa imebadilika, namba yetu inakuwa imebadilika, kwa hiyo imekuwa imeongezeka katika kiwango fulani. Sasa tunasema hii pass by value, kinachoenda kutokea ni kwamba hii thamani ya integers yetu ya huko haibadiliki. Hii thamani ya integers ambayo ni 90 haibadiliki. Kinachoenda kutokea ni kwamba tunachukua, kama tunakuwa tuna copy, tunachukua variable nyingine ambayo tunaichukua ile thamani. Kwa hiyo tukitaka tuionyeshe kwa mfano hii value kwamba hii value haijabadilika thamani yetu ya y, tunaweza tukaionyesha hiyo y. Kwa hiyo tuandike hapa cout end of the line, ambapo tukate mstari ambao tuandike ujumbe tena ku display kwamba let's say thamani ya y ni. Kwa tunaandika hizo cout then funga semi, ndio tutakuwa naandika ujumbe ambao utakuwa unaonekana. Kwa thamani ya y ni, kwa nataka nione kwamba nataka tu display hiyo y ambayo mwisho wa siku tuione hii thamani, je, y ambayo inakuwa inaonekana ni sasa na ngapi. Kwa hiyo nasema kwamba ku pass by value ambayo tumeipitisha hapa katika mstari wa ngapi, 12, tumeita function, tumeipitisha hiyo y, ni kwamba ile thamani yetu ya huko x imebadilika sawa, lakini y ile variable yetu haija change, kwa inabaki ile ile. Kwa tukirani hapa tutakuja kuona kabisa kwamba umeona thamani ya y ni ngapi, ni 90. Kwa passing by value haijabadilisha thamani yetu ya y. Sasa tunaweza tukatengeneza function nyingine, ambayo hii function ambayo tunaitengeneza sasa itakuwa inabadilisha sasa hii variable. Kwa hiyo variable ambayo tunakuwa tunaitumia hapa au tunaideclare hapa inaweza ka change moja kwa moja automatic. Tunasema hiyo tunaweza kutumia pointer. Kwa hiyo tuione inavyokuepo. Kwa hiyo unaweza kutengeneza function nyingine hapa ambayo let's say ni void kubadilisha namba. Sasa ndio itakuwa inaitwa namna hiyo, kwa kubadilisha namba. Kwa kama kawaida na yenyewe itapokea integers, let's say namba, ambayo utasema let's say int tuchukue herufi nyingine, tuseme hata int k, integer ambayo itakuwa ni k. Lakini tumesema sasa ili ku declare pointer, ili kutumia pointer, kwa hiyo tunakuwa tunatumia nini, passing by nini, by pointer. Kwa hiyo tuseme kabisa hapa passing by what, by pointer. Kwa hiyo to declare pointer tunakuwa tunatumia star. Kwa hiyo tumezungumza kipengele cha huko kilichokuwa inapita, hii to declare pointer tunakuwa tunatumia int then star ya nini, ya k. Kwa hiyo ndio inakuwa ni pointer tu nini, to a variable. Kwa hiyo tukitaka tuichange au tukitaka tuionyeshe mara ya kwanza, tuionyeshe thamani yetu, kwa hiyo tunakuwa tuna cout
then hiyo star ni star k. Kwa ina maana mwisho wa siku variable ambayo tutakuwa tunaipitisha huku, ambayo tu declare let's say int labda x1 ambayo ni namba let's say ambayo ni 100, then tukaita ile namba, tukaita hii function ambayo ni kubadilisha namba, acha ni copy ni paste hapa, then tukaipitisha kwa nani, kwa x1, lakini tukiipitisha again kwa kutumia pointer tunaipitisha kwa address. Kwa address tunakuwa tunatumia end ya x ngapi, x1. Kwa hiyo tukirun hii itakuja kuona kabisa hapa tuweke labda 300 ndio tofauti hapa. Tukirun kabisa hapa utakuja kuona kwamba thamani ambayo inakuja kuonekana ni 100 ngapi, 300. Umeona ni hii huku 300. Sasa tujakata mstari. Kwa hiyo tukate mstari kwanza ili tuione hiyo value tofauti. Kwa hiyo tunaweza tuka cout end of the line. Kwa hiyo tukirani hapo utakuja kuona kwamba thamani yetu ambayo ni ngapi, hivi namba yetu ambayo ni x1 ambayo ni 300 itakuja kuonekana kabisa hapa kwamba hii ni ngapi, 300. Sasa vipi sasa nataka nibadilishe vipi thamani, kwamba tuibadilishe tofauti na huku tumeona kwamba thamani haibadiliki hii. Kwa mfano hii x1 nataka tuibadilishe, kwa hiyo tunarudi huku. Unaweza kusema kwamba ili tupate hii value katika pointer tumesema tunatumia star k. Kwa hiyo tunasema tutatumia star k ambayo ni kama a new variable, itakuwa ni sawa sawa na, tutakuwa tunajumlisha au sawa sawa na star k ambayo ni ile variable ya zamani, then tunaijumlisha labda na ngapi, na 30. Kwa hiyo hii hapa ina maana kwamba inachoenda kuchukua na kwamba itakuwa inachukua ile value ambayo ni ya zamani iliyokuwepo, itakuwa inaongezwa na 30, then itakuwa tuna value ambayo ni mpya, ambayo tumesema hii ni the same. Tukicomment hapa ni the same na kuandika star k ni sawa sawa listen na star k tunajumlisha na ngapi, na 30. Kwa hiyo ni hii sentence na hii sentence ambayo tufanye tofauti, kwamba hii thamani yetu ambayo ni ya zamani tunaongeza katika hichi kiwango, then tutapata a new variable. Basi tunaweza tukaangalia sasa huku, kaangalia je thamani huku itakuwa imechange. Kwanza tukirani kwanza, na maana moja kwa moja itakuwa ni 300, itakuwa niongeza ile ambayo thamani yetu tumesema ni ngapi, itakuwa imeongezwa na thamani ambayo ni 30. Kwa hiyo nategemea kuona 330 kwanza. Kwa hiyo tukirani hapa tunaona kabisa itakuwa ni 600 na ngapi, na 30. 630. Thamani yetu itakuwa ni, hapa tulikuwa tumeandika kama 300, hapa tumechukua 300, hapa nimeandika vibaya. Hapa tunaandika star k tunajumlisha sawa sawa na 30 ambayo tunasema itakuwa ni fanana na hii hapo. Kwa hiyo naandika star k ambayo ndo new variable itakuwa ni plus equals to 30, kwa sababu tutategemea tuone 330 hapa. Kwa hiyo tukirani kabisa ina maana thamani yetu ni ile pale kwamba 100 ngapi, 300 na ngapi, na 30. Sasa kupitia hapo ina maana kwamba tayari hii variable ambayo ni x ngapi, x1 na kwa imesha change. Hii value ya x1 imesha change. Kwa mfano hapa tukitaka kuidisplay cout, kwa tunasema thamani ya nini ya x1 ni, tutakuja kuona kabisa kwamba tukidisplay hapa x1 itakuja kubadilika kabisa kwamba badala ya 300 itakuwa moja kwa moja sasa hivi itakuwa ni 330. Tukate na mstari kwanza. Tukate na mstari cout end of the line. Kwa tukirani hapo tutakuja kuona kabisa kwamba thamani yetu inakuwa imefanyaje, inakuwa imebadilika. Kwa umeona kabisa kwamba hii hapa ambayo ni ngapi, 330. Kwa hiyo ile thamani iliyokuwa mwanzoni ambayo ni ngapi, 300, lakini kwa kutumia pointer ina maana moja kwa moja tunaweza tukaichukua hii thamani hapa tukaibadilisha moja kwa moja kupitia kwenye nini, kwenye function. Ila mara nyingi sana tunakuwa tunaitumia let's say pass by value. Kama tutakuwa tunataka kubadilisha unaweza pass by value